Kazi nimepewa na rais na naibu wa rais hapa ya kuongoza mambo ya barabara na uchukuzi. Kwanza nataka kusema ya kwamba kwa mambo yale ya mabarabara, unajua your excellency, tumeinherit a huge debt of about 900 billion kwa mambo ya barabara. Itagharamia uchuzi na kiongozi ambaye hawezi lala kama wewe na rais kwa kusuluhisha. If huyu watu wengine wangeshinda, sitaki kusema siasa sana, lakini wengine wangeshinda, wale wanalala, hatungeweza kusuluhisha hii shida. Na najua tumeketi chini na wewe na rais, tumezunguka, nimetoka hata Europe na rais juzi, tunatafuta pesa ya kusaidia watu wetu kujenga mabarabara. Watu wajue ya kwamba this is not an easy thing to do. Lakini tumeng'ang'ana, tumehakikisha ya kwamba ile barabara yenye inaendelea hapa ya Ikoli Malava lazima iendelee, na tumesema pia ya kwamba barabara zenye wananchi wameomba hapa, najua barabara ni nyingi, wameomba ile barabara ya Malava, Samitsi na Vokolo, ile barabara pia ya kutoka Ikoli mpaka ingie huko Nandi upande wa Kaiboi, barabara yenye wamesema kutoka hapo wanataka kutembelea rais wakienda waende haraka. We have commenced, tulikuwa tumeongea na waheshimiwa hapa, tumeanza process ya design ya yale barabara, hatukuwa na design. Alafu pia tuende sasa nje huko tutafute resources kutoka sisi wenyewe na katika nchi zingine kuhakikisha tumejenga hizo barabara. Na wewe na rais kama vile mliamurisha, sisi kama mawaziri, mimi nitajikaza kuhakikisha ile vision mko nayo kwa taifa letu imesonga mbele. Ya pili, tumekuwa na shida kubwa sana ya maajali ya barabara. Na ajali nyingi za barabara zinatokea kwa sababu ya ile tunasema recklessness ya madereva. Uliona jana tulipoteza wanafunzi wa Pwani University pamoja na wananchi wenye walikuwa barabara, kwa sababu ile investigation ya mapema inaonyesha kwamba hiyo gari haikuwa na brakes ya kutosha, kumaanisha haikufanyiwa service vile inahitajika. Tunajua kwamba watu wengi sana wanagongwa barabarani na motorbikes kwa sababu wale wenye wanaendesha wako reckless. Kwa sababu tunaenda msimu wa Easter, ningependa kutangazia Wakenya wote kwamba tukue waangalifu, aswa sisi ambao tuko madereva, tukue concerned about people's lives. We cannot just be reckless. And as I said last year, accidents killed 4,500 people in 1 year. Yet, in 3 years of COVID, 5,000 people died. If you combine the 3 years of accidents, it's over 10,000 people who have died kwa road accident. So that road accidents is a national calamity. We want to ask our drivers to be careful. Number two, from the ministry perspective, sisi tumefanya namna hii. Ya kwanza, tumesema kwamba car inspection haitaendelea vile ilikuwa. Tuko na inspection centers tu karibu 5 kwa nchi mzima. We are going to privatize car inspection, to get private investors to make car inspections across the country so that we make it mandatory for every car to be inspected across the nation. Tumemaliza regulations na watu wa bunge, tutafanya advertisements hivi makaribu na tutaona kwamba wale watakuja kufanya car inspection tutafanya. Ya pili, tumesema tunataka kuanza progressively tuweke cameras kwa barabara zetu. Na tutaanza na highway yetu kutoka Mombasa mpaka pale border, Busia border, na kutoka Nakuru pale ipitie mpaka Kisumu, na ile ya Isibanga ikuje Kisii. Tunataka kuhakikisha barabara zetu zinawekwa makamera ya kuangalia wale wanafanya makosa barabarani, overlapping, overspeeding, ndio tuweze tukafanya instant enforcement. Hiyo kazi Mheshimiwa Naibu wa Rais tutahakikisha tumefanya kwa mwaka huu. Ikifikapo mwaka huu, mwisho wa mwaka huu, tutakuwa tumeweka makameras kwa barabara zetu na tutashika wale ambao wanafanya makosa kwa barabara. Ya mwisho, ninawaomba abiria wote, wewe ni abiria, umeshaingia gari, umeona dereva ni mlevi ama anaendesha gari kwa mwendo wa kasi, kwa nini uvumilie? Why don't you stop the driver and tell him we cannot continue with this driver, tunataka kushuka tuchukue gari nyingine? Wewe uko ndani ya gari ya motorbike, unabebwa, uchapewa helmet, unabebwa kwa mwendo wa kasi kwa highway,
kwa motorbike. You have a responsibility also as a passenger to be carried in a safe manner. Because most of these things that are happening is because we are also abandoning our responsibility as passengers kuhakikisha ya kwamba gari yenye tunaingia haijaja. Wewe unaingia gari unaona it's already beyond 14 people na ni gari ya 14. Na wewe bado unasema songa songa wacha nikae hapo. We have a responsibility sisi kama maabiria tuhakikishe tumechukua hiyo hatua ili tulinde maisha, tusipoteze maisha ya watu ovyo ovyo. Ya mwisho nataka niwaombe wale wako maandamano. Mheshimiwa Naibu wa Rais, wewe unajua tulikuwa